Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Jactive TV? Karibu, na hii hapa ni Jactive TV. Bado unaendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tunaendelea kuzidondosha hapa kupitia channel yako pendwa ya Jactive TV. Kama ndo kwanza kabisa unaitazama na kuiona channel hii, nikusigu neno ambalo limeandikwa subscribe, ambalo linakufanya wewe uwe mwanafamilia na uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu zote za kimichezo na burudani ambazo tunaendelea kuzidondosha hapa kupitia channel yako pendwa ya Jactive TV. Bana, kubwa na la zaidi, kama ambavyo tunafahamu hapo jana kulikuwa kuna sakata la msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally akishtakiwa na klabu ya Young Africans kwa kile ambacho amekifanya kionekana kama kuichafua klabu hiyo. Na hii imeibuka ikiwa ni siku chache baada ya kuibuka kwa sakata la Sunderland akimhusisha msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe akimtaka kulipa fidia ya shilingi bilioni 3 na kujitokeza hadharani kupitia vyombo vya habari kuomba msamaha kwa kile ambacho amekifanya, kikiri kana kwamba ni kuichafua nembo ya klabu ya Sunderland na kuichafua kampuni hiyo ama brand ya kampuni hiyo kutokana na mauzo ya jezi za klabu ya Simba za kimataifa ambazo zimetengenezwa na Sunderland the only one kuwa chini ama kufifia, jambo ambalo limetajwa kana kwamba ni Ali Kamwe ameweza kusababisha jambo hilo. Sasa baada ya kile ambacho kilitajwa kwamba Ali Kamwe alitakiwa kulipa fidia shilingi bilioni 3 sambamba na kujitokeza hadharani kupitia vyombo vya habari kuiomba msamaha kampuni ya Sunderland, lakini vile vile kuomba msamaha wa Tanzania na wapenzi wa soka ikiwa mashabiki wa Simba kwa kuwashushia brand yao ya kimataifa kupitia jezi hizo, basi mambo yamekuwa ndivyo sivyo, na Young Africans wamejibu mapigo baada ya hapo jana nao kutangaza ya kwamba afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally naye pia anatakiwa kuilipa Young Africans fidia ya si chini ya shilingi bilioni 10 na kuweza kujitokeza hadharani kuomba msamaha kutokana na kumchafua kiungo wa kimataifa wa klabu hiyo Pacome Zouzoua, profesa ambaye ameonekana akifanya vizuri katika michezo mbalimbali, lakini Ahmed Ally alionekana kumsemea ndivyo sivyo, jambo ambalo viongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kwa mwanasheria wao kila mmoja kikiri kutokuelewana na swala hili ambalo Ahmed Ally alionekana kulizungumza, akionekana kumzungumza vibaya mchezaji wa Young Africans, jambo ambalo wamekiri ya kwamba limeshusha brand ya mchezaji na mwisho wa siku wakimtaka alipe fidia ama faini shilingi bilioni 10. Katika taarifa ambayo imeweza kuwekwa hadharani na wakili wa Young Africans, na taarifa hii imemtaka Perpendicular msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally kuweza kulipa faini hiyo na kuweza kuweka hadharani. Ni taarifa ambayo inasema meneja wa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally ametumiwa barua ya madai kutoka Young Africans inamtaka kuilipa klabu ya Young Africans kitita cha shilingi bilioni 10 za kitanzania kutokana na makosa mawili ya kumzungumzia vibaya mchezaji wao Profesa Pacome Zouzoua sambamba na kuituhumu klabu hiyo kwa masuala ya kishirikina, akiwaita Young Africans kwamba ni wachawi. Kuhusu mchezaji Pacome Zouzoua, Ahmed Ally anadaiwa kusema mchezaji huyo anamaliza kandarasi yake ndani ya Young Africans na Simba wanatazama namna ya kumsajili, na kuna kauli za ukakasi alizozungumza kama ambazo zimeharibu brand ya Young Africans na kuharibu pia brand ya nyota huyo kwa wabia wake, kielezo kuwa alitaja mpaka mambo ya sindano. Kauli ya Ahmed Ally kuhusu Pacome inasema Pacome amemaliza mkataba, tukiona anafaa tutahangaika naye. Pacome amemaliza mkataba ndani ya Yanga na hana mpango wa kuongeza. Mtanyoa ndevu mwaka huu, hana mpango wa kuongeza. Amechoka kuchomwa sindano kila siku kama anazuia mimba. Tunaangalia kiwango chake, kama kinaturidhisha tutahangaika naye, lakini kama ataendelea na mwendo wake anaendelea nao tutawaachia kama tulivyowaachia Chama, na tunahitaji majina live, hakuna kutumia kode. Lakini kuhusu tuhuma za uchawi, Ahmed Ally ametakiwa kuthibitisha
ni namna gani Yanga ni wachawi, kwa namna ambavyo amekuwa akiwaita wachawi, maana hajawahi kupewa adhabu yoyote na bodi ya ligi kuhusu uchawi. Lakini Yanga wanamtaka Ahmed Ally afanye yafuatayo ndani ya siku 5. Jambo la kwanza, kuomba radhi kwa njia sawa na aliyotumia kutoa kauli yake. Lakini pili, kufidia malipo ya shilingi bilioni 10. Young Africans wanaamini ya kwamba kama hayo maagizo hayatafanywa kazi, basi watafuata hatua za kisheria zaidi. Lakini kauli hizi za Ahmed Ally kimsingi zinaonekana si kauli za kimichezo, kutokana na kile ambacho wamekizungumza Ahmed Ally juu ya nyota Pacome Zouzoua, akihusisha ya kwamba anachomwa sindano kila siku kama anazuia mimba, jambo ambalo likaonekana kama ni fedhea kwa mchezaji ambaye unafahamu ni mchezaji wa kimataifa. Lakini mwanaume sasa inakuja vipi kuchoma sindano ama kuchomwa sindano za kuzuia mimba kila siku, jambo ambalo limeonekana ni fedhea kwa star huyo wa Young Africans Pacome Zouzoua. Lakini pia hata hivyo ambavyo amezungumza ya kwamba Yanga na Pacome Zouzoua ameshamaliza mkataba wake ndani ya klabu hiyo na kiwango chake hakiridhishi, ila Simba wanaweza wakahangaika naye kama ata improve kiwango chake. Tofauti na hapo watamuacha aendelee na uzezeta wake, jambo ambalo kimsingi linaonekana kuzua sintofahamu, na Young Africans kupitia kwa wakili wake ama mwanasheria wake wameona sasa swala hili si jema kama ambavyo analizungumza Ahmed Ally juu ya wachezaji wa klabu hiyo. Lakini mara nyingi Ahmed Ally amekuwa akihitaji Young Africans kama ni klabu ambayo inafuga ama inafanya mambo ya kichawi, jambo ambalo pia Young Africans wametaka uthibitisho kamili wa nyenzo na njia zote ambazo Ahmed Ally amewanasa Young Africans katika mambo ya kishirikina ama katika mambo ya kichawi. Mara nyingi kwenye press wakati akiojiwa Ahmed Ally utakuwa ukimsikia akitaja kauli ya kichawi ambayo mara nyingi amekuwa akitoa, kwamba wakati anaojiwa anasema wachawi wameshinda mechi, wachawi wamepoteza, wachawi wamebananishwa na mambo kama hayo. Lakini katika tafsiri ya kawaida, wakati ukisikiliza interviews za Ahmed Ally unaweza kujiuliza wachawi ni watu gani, lakini baadaye tutabaini kwamba ni Young Africans ambao wamekuwa akiwazungumzia. Sasa Young Africans wameonekana kukerwa na kitendo hicho ambacho Ahmed Ally amekuwa akikizungumza ama akikisema, na wakitaka uthibitisho kamili katika mahali ama sehemu ambazo Ahmed Ally amewahi kuikuta Young Africans ikiloga ikifanya mambo yote ya kishirikina. Wamehitaji uthibitisho wa hili, na ndilo ambalo pengine litategemea kama wataweza kutoa uthibitisho kamili, basi Ahmed Ally ataweza kuepukana na dhahama hii ambayo pengine inaenda kumkuta. Lakini tofauti na hapo, basi mambo yatazungumzwa tofauti na atatakiwa kujitokeza hadharani, kuitisha mkutano na waandishi wa habari, kuweka wazi kwamba yeye alikiri na aliongea mbele ya waandishi wa habari kwamba Young Africans ni wachawi, lakini anaomba radhi kwa kauli ile, pengine labda Yanga si wachawi. Lakini pia anatakiwa kulipa fidia ya shilingi bilioni 10 kwa kumchafua nyota wa klabu ya Young Africans ama kuchafua brand ya nyota huyo Profesa Pacome Zouzoua, jambo ambalo pia Young Africans kupitia kwa mwanasheria wake wamehitaji bilioni 10 haraka iwezekanavyo ili kuweza kuirudisha katika mstari brand ya nyota huyo. Lakini hata hivyo, mbali na kwamba akisema nyota huyo anamaliza kandarasi yake, wakati Pacome Zouzoua bado ana mkataba na wananchi, jambo ambalo pia limepelekea wakihitaji fidia. Lakini mara kadhaa pia tumekuwa tukimsikia Ahmed Ally akizungumza maneno ambayo yamekuwa si sahihi, na wakati mwingine pia akiomba radhi hata kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa kile ambacho alikuwa kikizungumza kikionekana ndivyo sivyo. Lakini tafahamu pia Ahmed Ally juzi kati alikuwa na sakata ambalo alikuwa akihusishwa nalo na akitakiwa kuomba radhi mbele ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda kwa kile ambacho alikizungumza kwamba mkuu wa mkoa ameingia uwanjani na kuwafanyia fujo wachezaji wa Simba wakati wakifanya mazoezi kuelekea mchezo wao dhidi ya Pamba Jiji, jambo ambalo pia alitakiwa aombe radhi kwa kile ambacho alikizungumza mbele ya mkuu wa mkoa akisema kwamba ametumwa na Young Africans. Lakini mambo hayakuwa hivyo, kwa hiyo kaonekana pia ni kauli ambayo
alitunga tu na akaamua kwenda kumchafua kiongozi huyo wa mkoa. Sasa kwa maneno haya ambayo amekuwa akiendelea mara kadhaa akimhusisha Ahmed Ally, tufahamu pia sakata la Ahmed Ally limeibuka mara baada ya Ally Kamwe naye kutakiwa kulipa fidia na Sunderland ambao ni watengenezaji wa jezi za klabu ya Simba. Sasa mwisho wa siku Sunderland akakiri kwamba maneno ambayo aliongea Ally Kamwe yalipelekea brand ya jezi na klabu hiyo kuweza kushuka. Kwa hivyo hata mauzo ya jezi za kimataifa za Simba katika kombe la shirikisho barani Afrika hajaenda vizuri kama ambavyo ilitakiwa. Jezi zimedoda kwenye makao makuu ya kampuni hiyo kutokana na kauli ya Ally Kamwe ambayo imepelekea jezi hizo kutokununuliwa. Sasa sakata hizi mbili unazitazama vipi? Ya Ally Kamwe akitakiwa kulipa faini ya bilioni 3 na kujitokeza hadharani kuomba msamaha, lakini pia ya Ahmed Ally akitakiwa kuilipa Yanga bilioni 10 na kujitokeza hadharani pia kuomba msamaha. Yote haya unatazama vipi? Basi tuandikie komenti yako na maoni yako hapa, tutayatazama na kuyazingatia katika taarifa yetu ya hapo baadaye. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia. Hii ni Jack TV na sisi ndio ambao tumekuchagua na tutakuhudumia.